Nasema hivi, kama ukiingia kwenye ofisi, kwenye kampuni, ukawa manager, usiulize tu kwenye account kuna pesa ngapi. Uliza pia mahakamani kuna mashtaka mangapi. Wengine hawaelewi ninachosema. Nasema hivi, Daudi aliingia hakuuliza mashtaka. Akapata kiti, akakaa. Ghafla ukame umetokea. Miaka 3 mfululizo ndio akapata ufahamu wa kurudi kwa Mungu. Kuna shida gani? Mungu akamwambia kuna mashtaka hapa. Nimekosa nini? Sio wewe. Sauli. Kakosa Sauli, kaadhibiwa Daudi. Hizi ni sheria za ulimwengu wa roho zilizoko za kurithi. Wengine hawajasikia ninachosema. Nasema hivi, kama unataka kununua nyumba, uliza kama ina madeni TANESCO. Kwa sababu unarithi mpaka na madeni. Uliza hicho kiwanja kama hakidaiwi kodi. Tunaenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaona jinsi ambavyo shetani alikuwa anashtaki ule uaminifu wa Mungu. Alishtaki kwa Adam, akashtaki kwa Ibrahim. Wanafikiri kilichofanya Ibrahim na mke wake wakakaa kikao, wakaamua kwenda kutafuta mtoto wa ahadi kwa msichana wa kazi. Ni kitu gani? Lazima shetani aliwanongoneza kwamba Mungu ndo amewasahau hivyo. Amewasahau. Kwenye lango hili la kutokupata mtoto, kutafuta lango wakafungua, wakapita wenyewe. Mungu akawanyamazia miaka 13 walipofanya hiyo. Kasome Biblia yako. Mungu alipokuja kuzungumza nao ni kama vile Ishmaeli hayuko. Anaendelea kuzungumza kiagano. Yeremia alikutana na hilo shtaka. Daudi alikutana na hilo shtaka. Wakati anasema nafsi yangu inamuonea kiu Mungu wangu. Cheki swala lilikuwa najiuliza. Lini nitatokea nipate kuonekana mbele za Mungu? Lini nitapata hii nafasi aliyoniahidia? Mbona sioni? Miaka inaenda. Kasome Zaburi zile uone. Shetani alikuwa anamshtaki Mungu kwa Daudi. Shetani akamshtaki Mungu kwa Yesu. Unasema unajua, sikia maneno ya Yesu msalabani. Mungu wangu, mbona umeniacha? Kasikia kutoka wapi? Kasikia kutoka wapi? Wewe na uhakika alikutoka kwa Roho Mtakatifu. Hilo alikutoka kwa Roho Mtakatifu. Lakini mazingira yamekaa pale, ghafla likaja wazo ndani yake. Mungu wangu, mbona umeniacha? Uliniambia utakuwa pamoja nami. Mbona umeniacha? Na Mungu alikuwa pale. Ila muda ule anatakiwa kutumikia kifungo, adhabu ya dhambi. Hallelujah. Cheki mwenyewe ndani ya moyo wako. Tangu mwaka jana na umeingia mwaka huu, Mungu ameshtakiwa ndani yako kiasi gani? Una vitu vingapi ambavyo unasema Mungu kanisahau, Mungu kaniacha? Kwa nini? Kwa sababu unaona wengine wanakupita. Walikuwa nyuma kweli. Alafu ghafla unaona wanakuja tu. Wewe uko hapa. Shetani anakaa upande huu. Anasema si nilikwambia twende na mimi? Unamsubiri Mungu wako. Amekusahau saa nyingi, anapitisha wengine tu ili wewe uone wivu. Sema uone wivu. Mwingine atapita hapo. Usipomsikia, shetani anakaa pembeni kwa muda. Ndivyo Biblia inavyosema. Alimwacha Yesu kwa muda. Kwa hiyo usije ukafikiri anakuacha kijumla. Anakuacha kwa muda, anakaa kate. Mtu mwingine akapata kitu ambacho wewe ulikuwa unaomba muda mrefu hajapata, anakuja tena. Niambie, kuna mwenzako amepata hiki kitu, wewe umeshapata?
Hujawahi kuona vijana ambao wanasoma shule, anafeli mara ya kwanza, anafeli mara ya tatu, anafeli mara ya 4, anaanza kunong'onezwa. Sio mpango wa Mungu usome. Biblia inasema fanya bidii ukasome. Umepata wapi hilo wazo la kusema usisome? Lazima kuna sauti ambayo umesikia imekuja kwako, na tena unamsingizia na Mungu. Kwa sababu naona kabisa Mungu asingetaka nisome. Angekuwa anataka nisome, angenifaulisha. Kama kuomba nimeomba, kama kufunga nimefunga, kama kutoa sadaka nimetoa sadaka. Kwa nini wengine wanapita? Tena ninawaona wengine hata hawamjui Mungu wala hata hawajaokoka, wanasonga mbele. Mimi ambaye najitahidi kukaa na Bwana, na shetani anasema afadhali umeona. Kaa mbali kabisa na huyu Yesu. Umeshaona ni watu wangapi ambao wameacha kile ambacho Mungu aliwapa kusonga mbele kwa sababu tu wamekutana na vikwazo mahali, na shetani akaweka mashtaka yake kumshtaki Mungu kwao, na wakakaa upande wake.